Huwezi kuvuna usipopanda na huwezi kupanda usipovuna. Haleluya. Basi naomba nimkaribishe Pastor Jennifer ili naye aweze kuzungumza na mtazamaji kwa ajili ya hii somo letu la leo la kanuni ya kupanda na kuvuna. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana mama. Ninamtukuza Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Nimepata upendeleo, tumepata neema tena ya kuiona siku ya leo. Si kana kwamba ni vizuri sana, ila ni kwa neema tumefanya yaliyo mema sana, ila ni kwa neema. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Jennifer Kitundu. Kwenye somo letu la leo la kanuni ya kupanda na kuvuna, kuna maeneo ambayo nitaweza kuzungumzia, pia kuzungumza na mtazamaji na sote pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikianza kuangalia kwenye upande wa kuhusu kupanda na kuvuna. Kupanda ni jambo linalohusisha kufanya kitu fulani mbele za Mungu au kwa mtu ukiamini kuwa umefanya kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna kitu ambacho nitakizungumzia hapa, kutokuzimia katika kupanda mbegu. Kwenye namna ambayo tumepita, watumishi wa Mungu wameweza kuzungumzia kwenye swala la elimu, wamezungumzia kuhusiana na kijana ambaye bado ana nguvu, anapowekeza, anapopanda sahihi mbegu, akipanda mavuno anayokuja kuvuna ni wakati ujao. Si kana kwamba ukipanda kwa ubaya, mama alisema ya kwamba yule ambaye wanasema uzee wake ni wahovyo, inatokana na ujana wake ulikuwa wahovyo. Kwa ni namna gani kwenye eneo la ujana, hata Mungu ni mpanzi, amewekeza kwa kijana, kwa ametunza hazina kwa kijana. Kwa hata ukiangalia kipindi cha nyuma, alikuwa akiwaita kina Yeremia, kina Isaya, kina Elia, walikuwa ni vijana, na hata wao kuna kipindi walikuwa wanashtuka, wanaona hii ni nini? Kwa Mungu alikuwa anapanda kwa vijana. Hata ukiona leo hii Mungu anapanda kwa vijana. Hata ukirudi serikali yetu ya Tanzania, mara nyingi sana inawekeza kwa kijana. Kwa nini? Ni nguvu kazi ya kanisa, ni nguvu kazi ya taifa pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaona pia kwa habari ya tajiri na Lazaro, kila mmoja pale alipanda, aliwekeza kwa sehemu yake. Kuna mwingine aliwekeza akavuna uzima wa milele, mwingine akajikuta yuko jehanamu kwa kadri alivyokuwa amepanda akiwa duniani. Kwa hata mimi na wewe unayenitazama, ambao tuko hapa, ni namna gani tunapanda nini na tunatarajia nini? Usitegemee kupanda ukatarajia kitu chema na wakati umepanda kibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitakachofanya nisizimie au kukata tamaa ni matarajio katika kupanda mbegu zangu kwenye utoaji. Mkulima hajawahi kuzimia au kukata tamaa. Mkulima anapoanza kuandaa shamba ana matarajio, hata kama mvua itachelewa, ila ana uhakika. Nini maana ya imani? Imani ni kuwa na uhakika wa kile kitu unachoenda kufanya. Kwa hiyo anapokuwa na uhakika, mkulima ana uhakika wa kupanda mbegu yake na ana uhakika wa kuvuna pia. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9 mpaka wa 10, anasema tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Mstari wa 10 anasema kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Kwa nini amesema watu wote tuwatendee mema? Maana yetu tuliozungumzia ni kwa mtu na kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unapopanda kwa mtu, unapowekeza kwa mtu, unapombariki mtu kwa namna ya utoaji, tarajia ya kwamba ni lazima utavuna. Mimi ninapowekeza kwa mama, kuna matarajio. Ninapojidhabihu sasa, unakuta mtu anafunga, anaomba, anafanya nini, kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Wakati wao utamuona ni kama anajitesa, lakini kuna wakati ambao, kuna sentensi moja inasema ya kwamba mchumia juani hulia kivulini. Kwa hiyo kuna wakati ambao mtu ataweza kuvuna kile alichokipanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu kitu kingine ambacho nitakizungumzia, unapouiwa ndani yako kuhusu kufanya jambo la kiufalme, usiache kulifanya. Kwa nini? Inawezekana ndo wakati au majira yake kufanya hivyo. Kwa ukishafanya hivyo kwa wakati, na tayari unakuwa umejiwekea
umepanda. Kuna wakati ambao utatamani kufanya, hauwezi kufanya. Kwa nini? Kuna ile divine season, kuna majira ya kiungu ambayo ukipanda kuna matarajio makubwa na ndani yake kuna uhakika. Anasema usiache kupanda mbegu, utavuna. Fanya kwa namna ya imani, fanya kwa namna ya uhakika. Kumbuka kuwa unapofanya kwa uhakika, neno la Mungu linasema haupotezi. Hakuna anayepoteza. Kuna aina ya mbegu unazozipanda leo zinaweza kuwa mavuno kwa ajili ya uzao wako. Nataka nikupe mfano mmoja tu kwenye kitabu cha Mwanzo, tukimwangalia baba yetu wa imani ambaye ni Ibrahim. Ibrahim alipanda, lakini uzao mpaka sisi leo hii bado tunatembelea baraka za Ibrahim. Kwa nini? Alipanda yaliyo mema. Kwa kuvuna tumekuja kuvuna. Kuna andiko linasema ya kwamba babu zetu au baba zetu walikula zabibu mbichi, sisi tukaambulia ganzi. Kwa nini ganzi? Inategemeana wao walipanda, walichokipanda kile ndo sisi. Kwa Ibrahim kama angepanda uovu, sisi tungekuja kupokea kuwa wa uovu kama kule kwa Adamu. Kinachotutesa sasa hivi ni upandaji wa Adamu na Hawa. Ndio maana mavuno yanayokuja, nafsi za watu zilitengana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo chochote unachokipanda kwa wakati huu, kumbuka ya kwamba utavuna. Na haya mavuno ni kwa ajili ya uzao wako, yani watoto wako hawatateseka kwa sababu umewatengenezea njia kupitia mbegu ya mema katika ufalme wa Mungu. Kuna mtu amepanda, kuna watu wanapenda rushwa. Tunazungumzia hii kwa sababu iko sana, iwe sehemu zozote zile. Mtu anapotoa rushwa na anayepokea, hayo yote ni mapando. Kwa kuna siku moja wakati anaanza kuvuna, anaanza kukataa matokeo, na wakati ndicho alichokipanda. Amen. Amen. Asante sana Pastor Jennifer kwa kuachilia neno ambalo litamsaidia mtazamaji wetu.